Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ndani ya Qur'ani akhbari za huyu bwana Dhulqarnaini. Ninaomba utege sikio kidogo ili uweze kupata walau historia ya huyu bwana Dhulqarnaini, pengine uweze kumjua tu ni nani kwa ikhtisari ya hali ya juu, kisha ujifunze kitu. Alafu nitakueleza makusudio ya kuleta historia hii, mwishowe nitakueleza maana yake ni nini, ili na wewe upate kitu na uweze kubadilika katika maisha yako kwa namna moja am nyingine. Kuwa pamoja nami. Dhulqarnaini ni nani sasa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abad, ikhwani fillah, ndugu zangu katika Allah, fa inna Allah ta'ala qassa alaina fi kitabihi al-'idham qasasan fiha al-'ibr wal-'idhat, wa min a'jab tilka al-qisas qissatu 'abd salih mumakkin aw makkana Allah lahu fil ardi wa huwa Dhulqarnaini. Ndugu zangu, Allah jalla jalalu ameweza kutusimulia sisi visa mbalimbali ndani ya Qur'ani tukufu, visa ambavyo vyenye mafunzo yaliyokuwa makubwa kabisa, na miongoni mwa visa hivyo vya ajabu kabisa, miongoni mwa visa vingi vya ajabu ni simulizi ya mja aliyekuwa mwema, Allah jalla jalalu aliyempa nguvu katika ardhi, Allah aliyempa uwezo katika dunia, Allah aliyempa nguvu ya ufalume na nguvu ya mamlaka na nguvu ya kila aina katika dunia hii, naye ni Dhulqarnaini. Ndugu zangu, Qur'ani tukufu imeelezea visa vingi sana, imeelezea visa ambavyo vingine ni vya ajabu, visa ambavyo ukitizama na ukiangalia unasema Allahu akbar. Na ndugu zangu, hakuna visa na hakuna kitabu ambacho kimeweza kuelezea kisa kwa usahihi na kwa asilimia mia bila kuwa na uongo wala kuwa na ghushi ndani yake katika kuongeza wala kupunguza, isipokuwa ni Qur'ani peke yake. Ndugu yangu, Qur'ani tukufu hata wana wa historia wanaelezea na wanaikubali namna ambavyo Qur'ani, yani nakusudia watu ambao wazungu wale ambao wameraktiz katika mambo ya kizungu, wanashuhudia namna ambavyo Qur'ani ilivyokuwa ina ukweli wa asilimia zote, maana sio asilimia mia, asilimia zaidi ya 1000. Haikupunguza chochote wala haikuzidisha chochote. Kila ambacho wameweza kukitafiti watu wa science wamekuta ndani ya Qur'ani tukufu hakuna kilichozidi wala kilichopungua, na kuna vitu vingine vimeelezewa ambavyo kwao inakuwa hata hawavijui. Ndugu zangu, leo tutaishi na huyu mja mfalume aliyekuwa na nguvu, bwana Dhulqarnaini. Hivi Dhulqarnaini ni nani ndugu zangu? Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ndani ya Qur'ani akhbari za huyu bwana Dhulqarnaini. Ninaomba utege sikio kidogo ili uweze kupata walau historia ya huyu bwana Dhulqarnaini, pengine uweze kumjua tu ni nani kwa ikhtisari ya hali ya juu, kisha ujifunze kitu. Alafu nitakueleza makusudio ya kuleta historia hii, mwishowe nitakueleza maana yake ni nini, ili na wewe upate kitu na uweze kubadilika katika maisha yako kwa namna moja am nyingine. Kuwa pamoja nami. Dhulqarnaini ni nani sasa? Allah jalla jalalu anasema, wayasalunaka an dhil qarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra. Wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na habari za Dhulqarnaini. Dhulqarnaini ni nani? Basi waambie ya kwamba nitakusimulieni baadhi ya matukio ya Dhulqarnaini. Sasa leo ninataka tuangalie huyu Dhulqarnaini ni nani? Dhulqarnaini alifanya nini? Dhulqarnaini alifanya jambo gani? Sina maelezo ya kutosheleza na yaliyofanya ithbati au yenye kuthubutu na yenye kuthibiti uhakika wa kuzaliwa kwake, baba yake ni nani wala mama yake ni nani na amezaliwa wapi. Sina maelezo ya kutosheleza katika kujua wapi amezaliwa na baba yake ni nani, lakini Dhulqarnaini ametoka katika ukoo gani. Lakini pia
sina maelezo yaliyothibiti ya kuelezea Dhulqarnaini amekufa kufaji na amekufa wapi. Leo naomba tusikilize surati Kahfi, Allah jalla jalalu anasemaje katika kunako kumwelezea huyu bwana Dhulqarnaini. Allah anasema katika aya 84 katika surati Kahfi, inna makkanna fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa, hakika sisi tulimpa nguvu Dhulqarnaini, tulimpa nguvu katika ardhi, lakini na tukampa njia ya kila kitu Dhulqarnaini. Ninanukuu maneno ya Allah jalla jalalu alivyokuwa akituelezea kuhusiana na habari za huyu mwamba, za huyu bwana. Anasema sisi tulimpa nguvu kubwa. Dhulqarnaini alikuwa ni tajiri, Dhulqarnaini alikuwa na uwezo wa mali, Dhulqarnaini alikuwa ni mfalume, Dhulqarnaini alikuwa na nguvu sana. Lakini akasema pia tukampa njia ya kila kitu katika ardhi. Katika ardhi alikuwa na uwezo wa kufanya lolote, na hata kama angeamua apigane vita na kila kabila na kila nchi, Dhulqarnaini angekuwa ndio mshindi na angekuwa ni mwenye kushinda. Lakini hebu angalia habari za Dhulqarnaini. Dhulqarnaini kwanza kabisa alikuwa ni mfalume. Kwa mujibu wa maelezo ya Qur'ani tukufu, alikuwa ni mfalume mkubwa, alikuwa ni mfalume, lakini alikuwa ni mwenye hikma na Allah aliweza kumpa busara, na alikuwa ni mnyenyekevu na mwenye kumtegemea na kumtarajia Allah peke yake. Dhulqarnaini, pamoja na nguvu alizokuwa nazo, pamoja na uwezo aliokuwa nao, pamoja na hikma alizokuwa nazo, ufalme aliokuwa nao, lakini Dhulqarnaini hakuweza kufanya jambo lolote lile ambalo linakuwa ni kinyume na maadili, lakini na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Angalia Dhulqarnaini alivyokuwa. Safari kwanza, wana wa historia wanatueleza kwamba katika ulimwengu mzima Dhulqarnaini alitembea katika pande nne zote za dunia. Tunazokusudia mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Japokuwa katika Qur'ani tukufu inaelezea alitembea pande kuu mbili tu, upande wa kuchomoza kwa jua na jua linapozama, na upande jua linapozama, yani pale mwanzoni kabisa jua linapochomoza pale. Dhulqarnaini aliweza kufanyaje? Kufika maeneo hayo, na alifika huko. Tutaangalia watu aliokutana nao huko. Lakini Dhulqarnaini alifika mpaka jua linapoishia, mazamio na mazamo ya jua. Jua linapozama pale alifika mpaka pale. Mashariki ya jua, magharibi ya mashariki ya jua na magharibi ya jua aliweza kufika katika dunia. Sikiliza, katika safari yake ya kwanza kabisa ya kwenda huko katika jua linakozama magharibi, katika surati Kahfi anasema hatta idha balagha majma'a ash-shams, Dhulqarnaini alisafiri hadi akafika sehemu za magharibi ya dunia. Akafika huko, alipofika jua linapozama akakutana na watu. Kuna watu akakutana nao kule. Yeye ni mfalume, ana jeshi ni kubwa, pengine ana uwezo ni mkubwa pengine, lakini alifika hapo, lakini akawakuta watu wako kwenye maisha yao. Hakuweza kusema kwamba ngoja niingize ufalume wangu, ngoja niweze kuwa mimi niwaonyeshe kwamba ni nani, nianze kwa tafshi, kwa gasi, kwa dhulumu, kuwatingisha, wala kuwajaribu kwa namna moja am nyingine. Akakuta watu, lakini hakuwafanya chochote. Hapo Allah jalla jalalu sasa akampa chaguo ya mambo. Akamwambia achague kuadhibu, tunaweza tukasema ni kama mtihani alipewa, au afanyie wema. Lakini Dhulqarnaini akachagua haki ya kufanya wema. Hakuwatumia dola yake kusema sasa hawa ni wanyanyase au ni wa. Zama hizo kulikuwa kuna watu wana utajiri, kuna watu walikuwa wana mali, kulikuwa kuna watu wana uwezo ni mkubwa, una uwezo wa kujimbilikizia wewe mali kutoka sehemu yoyote unayotaka. Lakini angalia Dhulqarnaini, kuna watu pia walikuwa wakifanya ufisadi, kuna watu walikuwa wakifanya vizuri, unaona. Kwa hiyo hakuungana na wale wanaofanya ufisadi kwa ajili ya kuendelea kukandamiza. Lakini angalia
alichokifanya. Allah akamwambia amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu. Allah anasema kwamba ama wale ambao Dhulqarnaini anasema ima wale ambao sasa wanaofanya ufisadi, wanaodhulumu, akasema kwa hakika tutakuwa ni wenye kuadhibu, lakini na wale waliofanya wema hao watapata malipo mazuri na hawatoingia katika adhabu. Kwa hiyo alikuwa akisimama Dhulqarnaini katika haki mja huyu. Hii inaonyesha uadilifu aliokuwa nao Dhulqarnaini, lakini na uchamungu na hofu ya Allah aliyokuwa nayo ni kubwa kabisa Dhulqarnaini. Angalia, katoka hapo akaelekea sehemu ya jua linapozama, sasa ya linapochomoza. Alianza kwa mujibu wa Qur'ani, alianza jua linapozama, kisha akarudi mashariki jua linapochomoza. Allah anasema thumma atba'a sababa hata idha balagha matla'a shamsi, kisha akafika sasa ambako jua linapochomoza, akafika hapo mashariki. Hapo ndipo akawakuta watu, hakuwa ni mwenye kuwadhulumu watu hao. Matla'a shamsi, pale aliwakuta watu na maisha yao yanaendelea, lakini hakuweza kuwadhulumu na wala hakuweza kuwafanyia jambo lolote baya. Kwa vipi au kinamna gani? Hawa watu walikuwa hawana majengo, walikuwa wanaishi jangwani. Inasemekana walikuwa, katika tafsiri ya baadhi ya wanawavyuoni kama Ibn Kathir anasema hakuwadhalilisha wala alivyowakuta hakuwanyanyapaa wala hakuwatesa wala hakuwafanyia tafshi yoyote, akawaacha na maisha yao yaendelee. Kivipi? Wanasema Ibn Kathir kwamba watu hao hawakuwa na kizuizi chochote cha kuweza kuwakinga wao, hawakuwa na kinga ya kuwakinga wao na jua. Jua linapochomoza basi ilikuwa inachomoza hivyo hivyo. Hawakuwa na sehemu ya kuishi kama nyumba na wala hawakuwa na majengo, lakini waliishi jangwani, sehemu ambayo palikuwa hakuna hata miti, inasemekana hivyo. Na wengine wanawavyoni wanasema sehemu hiyo watu hao walikuwa wakijificha tu katika ardhi, walichimba mahandaki katika ardhi, unaona. Lakini jua linapokuwa ni kali linawaka, sehemu ya kujificha inasemekana au kujihifadhi, walikuwa wakijihifadhi katika maji, yani katika kwali za wanawavyuoni. Kwa hiyo hakuwadhulumu, kwa maana alipofika pale hakusema kwamba sasa niwapige vita, kwa sababu kuna vitu ambavyo walikuwa navyo vya thamani, kwamba niweze kupigana nao, niweze kuvichukua vitu hivi, unaona wala niweze kufanya niingize dola yangu mimi, ili mazingira haya na maeneo haya nitaweza kuweka dola yangu itakuwa kubwa na hivi na kadha. Hakuweza kuonyesha dalili yoyote wala hakuweza kuwanyanyapaa. Kwa hivyo Dhulqarnaini hakuwadhulumu, lakini hakuwalazimisha kwamba lazima muishi katika yale maisha ninayoyataka au ninayotaka mimi, kwa sababu pia inasemekana walikuwa wakiishi katika tamaduni zao watu hao, ambazo tamaduni hizo ndizo walizokuwa wakiziona kwamba ni sahihi wenyewe. Kwa hiyo hakutumia nguvu kama leo wanavyotumia nguvu watu kuwavuta watu katika mambo fulani, unaona, kwa ajili ya maslahi yao pengine, unaona. Lakini aliwaacha kwa hali yao hiyo. Hakusema kwamba sasa jamani nataka muachane na hizo habari, nataka iwe hivi. Hakufanya jambo lolote. Hii ni kuonyesha alivyokuwa Dhulqarnaini alikuwa na huruma sana. Sasa safari yake ya tatu miongoni mwa safari ambazo zimetajwa katika Qur'ani, huyu bwana Dhulqarnaini alisafiri akaelekea katika ukuta wa Ajuja wa Maajuj, ambayo Qur'ani inasema hawa walikuwa ni viumbe hatari sana na ni viumbe hatari sana. Qalu, hapo ndipo akakuta watu sasa. Napo watu hawa aliwakuta katika mazingira mabaya, wanapambana na hawa viumbe hawa Ajuja wa Maajuj. Qalu, watu akamwambia Dhulqarnaini, ya Dhulqarnaini inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardhi. Dhulqarnaini, Ajuja na Maajuja wanafanya ufisadi katika ardhi, wanafanya vitu vibaya. Wakiwakuta watu wanawaua, wakiwakuta vitu vya watu wanafanya hivi, yani wanafanya vitu vya hovyo. Kila wanachokuta wao wanadili nacho. Sasa ndipo akamuomba awajengee ukuta. Wale watu wakamuomba
Dhulqarnaini awajengee ukuta. Je, ni kipi kilichotokea? Na hawa Ajuja wa Majuja ni kina nani na walifanya nini na imekuwa kwaje sasa, na huo ukuta uko vipi na umejengwa katika mazingira gani? Hebu fuatilia uweze kuona hatima ya historia hii ya ajabu kabisa, ili uweze kujifunza kitu na pengine maisha yako uweze na wewe kupata jambo la kuishi nalo. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, katika kipande kingine kijacho.